Leo niko na ujumbe kutoka kwa Efeso 6 mstari wa 10 mpaka 18. Nataka kuzungumza juu ya silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu. Mungu ako na silaha za kupigana vita, na hizo silaha ambazo ako nazo ametupatia silaha za vita. Kwa sababu gani? Vita ni vingi. Vita ni vingi katika maisha yetu, na ukiwa na silaha unaweza kupigana vita na ukaweza kushinda. In fact, ukiwa na hizo silaha hata ustahili kupigana vita. Bwana mwenyewe ndiye anakupigania ukiwa na silaha. Yeye anataka tu uwe properly armed, uwe umevaa. Ukivaa tu anakwambia haya, sasa umevaa, acha nikupiganie vita. Na yeye hajawahi shindwa na vita yoyote, hajawahi shindwa. Yeye ni Bwana wa Bwana na Mungu wa miungu na ni Mungu wa vita. Kwa hivyo kila vita ambao anahusika, ushindi unapatikana. Kwa hivyo kuna silaha ambazo ametupatia za kuvaa, na tukivaa vita anafanya mwenyewe, na akifanya ushindi unapatikana. Nataka nisome hapo kwa Efeso Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Tasoma kwa Kiingereza, nitasoma kwa Kiswahili. Na nilisema ninapenda kusoma hivyo kwa sababu kuna wengine ambao pengine hawatasikia mahubiri ya Kiswahili, lakini watakuwa wamepata kuelewa ni nini ambao tunazungumzia wakisikia tukisoma hiyo Kiingereza, ambao wako mbali. Hiyo ujumbe unaenda mbali. Kishaingia kwa mitandao, kesho unaweza kukutana nao kule Misri, kukutana nao kila mahali. Ulimwengu ni mkubwa na tutaki watu wakose. Nataka wasikie, hata wawe na lengo na kitu kidogo cha kuelekeza nini ambao tunaongea. Kwa hiyo maandiko yanasema hivi: finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Therefore, finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wills of the devil. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having guarded your waist with the truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Baba, tunakushukuru tena na kusema ni asante. Tumesoma neno lako pamoja kwa umoja. Tunaomba atuelekeze kwa kila jambo ambalo tumesoma, Mungu wetu na Baba yetu, ukajue malengo yako, ukajue makusudi yako mchana huu wa leo. Uinuliwe siku zote na utukuzwe milele na milele. Katika jina la Yesu tunapata kuomba. Haleluya. Basi hivyo ndivyo maandiko inasema, na naamini ya kwamba wewe ambao uko hapa umeweza kuelewa kile ambacho tumesoma. Wengine utaenda ukasome kwa Kiingereza, kwa Kiswahili kwa sababu ya muda, na sitaweza kusoma hapo kwa Kiswahili. Jambo muhimu kujua kupitia kwa maandiko haya ni kwamba haya ni maandiko ambayo yanaongea mambo mazito sana na mambo muhimu juu ya maisha yetu
na ni honyo kwetu sisi ya kwamba kila wakati tukae tukijua ya kwamba tuko katika vita, na vita vyetu si nyama na mwili, yaani si vita za kupigana na upanga, sio vita za kupigana na mikuki. Ni vita ambazo zinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, na hizo vita zinazoendelea katika ulimwengu wa kiroho, ile ambao tunapata sana, ambao tunakuja kujua kuna vita zinaendelea ama zimekuwa zikiendelea, ni ile impact ya ile vita ama matokeo ya ile vita. Saa ingine vita vitakuja katika maisha yako na zitakuacha wewe ukiwa ni mgonjwa. Zinaweza kuja katika maisha yako na zitakuacha ukiwa umepotea za vitu vyako, ama umepoteza watu, ama umepoteza marafiki. Na inaweza kuja katika maisha yako ikakuja na shida mingi, kwa sababu yenyewe ni shida, ikakuja na mambo mengi kulingana na matokeo ya ile vita. Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba yeye anajua kila kitu, na ni Mungu ambaye anatupigania vita. Na silaha zile ambazo ametupatia ni silaha ambazo tukizivaa yeye mwenyewe anapigana vita. Yeye anapigana vita yeye mwenyewe, na akipigana vita anashinda. Kwa hivyo ile kazi yetu muhimu kabisa, kazi yetu muhimu ni kuvaa hizo silaha, kuvaa silaha, hata ukiwa umevaa silaha. Kuna wakati niliona askari mmoja kule US, mke wangu sio kama anakumbuka, na nikatamani sana, yani nimsongelee tu nione ile amevaa. Alikuwa amevaa uniform mzuri sana. Tulikuwa kwa state nyingine naitwa Hawaii, tulikuwa tunasafiri, na mahali tulikuwa tunapiga picha, akakuja kuchungulia ni nini tunafanya hapa. Alikuwa amevaa vizuri. Na maandiko inasema tuvae silaha zote za vita, yaani silaha zote bila kubakisha hata moja, silaha zote. Na maandiko inasema tukivaa hizo silaha tutasimama, yaani tukiwa tumevaa hizo silaha tutasimama. Kwa hivyo kuna umuhimu sisi wenyewe kuhakikisha ya kwamba hizo silaha za vita tumezivaa. Unajua maadui wengine wanatishwa na silaha, hawajaingia kwa vita, lakini wakikuona tu vile wamevaa wanatishika na wanaenda. Na watu wa zamani walikuwa wanajua hivyo, walikuwa wanaweka mtu kama Goliath, yaani wanaweka mtu pale mbele, mtu ambaye yaani ukimwona hivi maandiko yanasema wakiona Goliath walikuwa wanatetemeka, wanakimbia. Majeshi kwa vile amevaa ile vitu ambazo walikuwa amevaa, zingine unasikia ule uzito wake, unashangaa alikuwa ana nguvu namna gani kubeba hiyo uzito wa hiyo silaha, ile upanga wake, ile sword yake, ile ile matundu wanavaa huko, uzito, yaani ukimwona tu unajua hapa hapapitiki. Lakini si kwa mtu wa Mungu. Daudi aliona zaidi ya kile ambacho watu walikuwa wanaona, na akaona kitu tofauti. Na kuna silaha zile ambazo Bwana ametupea, yaani tukizivaa adui hana mamlaka, hana nguvu kabisa. Na ukisoma hata vizuri utakuta silaha zile zimepeana ni silaha 8. Kuna silaha 8 hapa. Ukiwa nazo shetani hana nguvu, hana mamlaka, hana uwezo juu ya maisha yako. Na silaha ya kwanza ambayo imepeana ni ukweli, yaani ukweli. Ukiwa wewe unaishi maisha ya ukweli, yaani unatembea na ukweli, truth, wewe ni mtu ambaye unaongea ukweli, unaishi ukweli, yaani unatafuta kuishi maisha ambayo hayana udanganyifu katika maisha yako. Hiyo ni silaha kubwa kabisa, kwa sababu ukiwa wewe uko na ukweli ndani yako, uko na Kristo ndani yako, ukiwa na ukweli. Na hii ndio kitu kimoja shetani anataka sana katika maisha yetu. Kila wakati anataka kuongea mambo ambayo si ya kweli,
Hivi ukaulizwa kwa nini umekuja kuchelewa, utatafuta jibu tu na utapata, na si lazima iwe ni ya ukweli. Ukweli ni kwamba hukujitayarisha vizuri mapema ya kutosha, lakini utasema ulikuwa na hii, ulikuwa na hii. Kuna mfanyakazi mmoja tulifanya kazi na yeye, alikuwa kila wakati akija kuchelewa ni jambo. Kamwambia nilikuwa namwambia hivi, namwambia ni sawa, si umecheleweshwa na jambo, kuna neno mbele ya kazi, ni sawa. Lakini mwisho wa mwaka sitakumbuka kwamba ulichelewa kwa sababu ya jambo, utakumbuka kwamba huja kazini umechelewa. Si sawa, kwa sababu hizo ndio records zinaonyesha, si vizuri. Lakini maana ukiwa na ukweli, angalia Yesu mwenyewe akiongea na nafikiri na Nikodemo, alimwambia nini? Kisoma John chapter 14 verse 6. Alimwambia mimi ndiye njia, kweli na uzima. Ukiwa na ukweli wewe mwenyewe, ndani ya kinywa chako hakuna uongo, ndani ya moyo wako hakuna kujifanya. Sasa wewe unakuwa ni silaha kubwa kwa adui Shetani. Hiyo tu kuwa na ukweli ndani yako, kwa sababu ukiwa na ukweli uko na Kristo ndani yako, kwa sababu yeye ni ukweli. Ni ukweli ndani yako. Na watu wengi, hata wale ambao wako katika nyumba ya Mungu, wengi ni wadanganyifu, ukweli hauko. Na kwa sababu hauko ndani yao, wanakuwa vulnerable. Vita vikija, unakuta wamebwagwa chini. Unajua si lazima mafua kwa sababu ya kumtania kushika. Si lazima ukinywa maji machafu uende ukasubuke huko. Si lazima. Mungu wetu analinda watu wake. Si lazima shida zile ambazo unasikia Kenya watu wanalia zikupate wewe. Mungu anajua kushughulikia watu wake. Lakini mpaka uwe na huyo Mungu. Na kuwa na huyo Mungu ni kuwa na ukweli ndani yako. Ndani kweli. Hivi vitu unaosikia watoto wanaanza kufundishwa wakiwa Sunday school. Wanaambiwa na walimu usidanganye. Yaani wanazuiwa wasikae bila Mungu ndani yao, wawe na ukweli. Akiwa amepoteza kitu aseme amepoteza. Akiwa amechelewa mahali aseme amechelewa kwa nini. Openly. Na maandiko yanasema ukisema ukweli unakuweka huru. The truth will set you free. Na ni nani anaweka watu free? Ni Mungu. Kwa hivyo Mungu wako ndani ya ukweli. Na ndio silaha ambao Shetani akiona hana hili. Si anakimbia. Na ndio alienda kwa Mungu akimwambia huyo mtumishi wako. Mungu alikuwa anajifunia hiyo. Anasema this man is upright. Ni mtu ambaye ndani yake hakuna udanganyifu, mtu mkamilifu. Na Mungu akajifunia sana. Na akawa anafikira Ayubu na hua la moto. Ayubu afikimu. Amezungukwa na maadui, lakini hakuna yeyote anaweza kumfikia. Mpaka siku ile Mungu mwenyewe alifungua masehemu. Shetani akaingia. Akamruhusu. Ukweli unakutetea. Ukweli. Na unaonekana kama kitu ya kidogo. Lakini ukiwa faithful, ukiwa na ukweli ndani yako, baada mambo unayoyatenda. Wewe ni silaha. Shetani ataangalia tu namna hiyo akimbie, aseme hapo wakanyangiki. Na ndio anatafuta mbinu wewe mwenyewe upate reason ya kudanganya. Na wewe unadanganya kwa simu. Unaweza kusikia mtu akiongea kwa simu ukashangaa. Yaani hata hamjaenda bado uko Syokimau. Unasikia anasema haiko hapa Nyayo, uko hapa Nyayo. Na anaongea na sauti kubwa. Sasa unashangaa wewe. Hii ni kitu ya kusababisha unadanganya kwa nini? Kitu kidogo namna hii ukose kwenda mbinguni. Si useme tu ndio tutaondoka, ngojea na uende. Si sawa? Lakini kwa sababu udanganyifu umeingiza, Shetani ameingiza katika mioyo ya watu. Nasikia Bwana. Na kitu ambacho hata kidogo akistahili atadai. Sasa kama hiyo ni kuna haja ya kudanganya. Tumwambie tu tunatoka siku. Si ndio hivyo? Kwa nini
nini unajitafutia kifirani hiyo hadi kwa hapa na hayo? Na mtu atangoja akasi. Atukanani aseme sasa huyu ni muongo sana. Sitakuwa ngoja siku nyingine. Sitawahi. Kwa sababu wewe umemdanganya. Kwa hiyo sina ya kwanza, ukweli. Yaani jifundishe kuwa na ukweli. Na ile mambo ya kujifundisha, wewe ndio unaamua ya kwamba mimi sitadanganya katika maisha yangu. Na unaombea moyo wako. Unaambia moyo wako kuanzia leo. Udanganyifu usipatikane ndani yako. Kwa sababu ukipatikana utatoka kwa kinywa chako. Na ukitoka unakukosesha mbingu. Kwa sababu Yesu Kristo ndio kweli. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. John 14:6. Mimi ndio njia, kweli na uzima. Njia ni yeye, ukweli ni yeye, uzima ni yeye. Na kitu kidogo tu excuses. Mbingu unaiona mbali kule, Abraham na maskini wakifurahia kwa sababu nadanganya na kitu kadogo tu katendo. Najua mbinguni hakuna dhambi kubwa na ndogo. Kwa hivyo kitu muhimu, mambo mengi hatukuzaliwa nayo. Saidini ujanja, unaleta ujanja hata katika nyumba ya Mungu. Unaleta ujanja ukiwa umeokoka, unadanganya ovyo. Unajitafutia shida. Haleluya, Mungu anakuacha. Na akikuacha, vita hautakuwa na kupigania vita. Utashinda vita, utashinda vita. Kwa hivyo wewe just be faithful. Be faithful. Wewe usidanganye. Sema ukweli ukuweka huru. Kama ni punishment uchafu yote kwa kuishia hapa. Na moyo wako uwe ni msafi. Na ni mambo ambayo wewe ndio unajiamulia na unajifundisha, na ukiombea moyo wako unakuta kwamba kana kwa udanganyifu kalikuwa kanatoka haraka. Akatoki tena ndani ya moyo wako. Haleluya. Jambo lingine ambalo la pili, silaha nyingine ambayo imewekwa hapa ni silaha ya righteousness. Maisha ya utaua, yaani kuishi maisha makamilifu, maisha ambayo hana lawama mbele za Mungu hata mbele za wanadamu, maisha ambayo ni makamilifu. Na kwa sababu gani? Mungu wetu anasema, ukisoma Mathayo chapter 5:48, ya kwamba yeye ni mkamilifu. Kwa sababu ya hivyo sisi ambao ni wafuasi wake tunastahili kuwa wakamilifu. Hivyo tu, we have to be righteous because yule tunayemfuata, yule Mungu wetu, yeye ni Mungu ambaye ni mkamilifu. Na ni Mungu ambaye anasema, maandiko ukisoma katika Proverbs chapter 21:21, anasema whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Yaani ukweli wako, maisha ya uprightness ya maisha yako itakupatia heshima. Watu watasema huyo tunamjua hana shida, ndio hana shida. Ni mtu wa kutegemea. Kwa sababu gani? Ni mtu ako right, mambo yake ako sawa, mtu ako sawa. Na ukiwa na righteousness, Mungu anatafuta watu kama hao. Na kuna maandiko inasema katika Zaburi ya 112:6 ya kwamba surely the righteous will never be shaken. Yaani hata majaribu yakija, vita vikija, mwenye haki atabaki akisimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anawapigania siku zote. Yaani una haja ya kuomba Mungu akulinde. Haja ambayo unastahili kuomba ni Bwana akupatie neema ya kuwa na ukweli na kuishi maisha makamilifu. Hizo zingine vitamwachia. Jambo lingine ambalo limezungumzwa hapa ni peace. Maandiko inasema tuwe kila wakati na utayari wa kuhubiri amani. Na maandiko inasema kwa Ibrania 12:14 ya kwamba tutafute amani na watu wote na huo utakatifu
ambao bila hiyo hatutaweza kumwona Mungu. Utamuona wakati wa mahitaji yako, Bwana utamuona. Wakati kita tumeinuka, hautamuona kwa sababu umeshindwa na kutafuta Mungu. Umeshindwa na kutafuta kuishi kwa amani na watu. Kuna watu wanapenda mfurugano. Mfurugano, bila kufurugana maisha ni kama yamesimama. Hata inua tu vitu. Watu wazungu, kuna watu wanawaita toxic. Hawakosi kitu. Hata kama hamaanishi, utasukuta tu umesumbua. Kama sio hili milele. Saa ingine ni mambo tu mazuri, lakini atasumbua tu maisha yake. Haleluya. Mtu ambaye kesi zinamfuata kila wakati. Ukiwa vijana, kuna kijana mmoja tulikuwa tunaavoid kutembea na yeye. In fact tulikuwa tunamuita makesi. Anapo ukitembea na yeye, si jua nikienda kutoa pale, uko na kesi na mtu. Kesho yako utaanza kesi maana. Kwa sababu yeye hapo hivyo toxic, watu wa toxic. MRO wameacha kabla maisha yao. Lakini maandiko inasema wewe mtu wa Mungu, tafuta amani na watu wote. Amani na watu wote. Na ndio unaoshangaa kwa nini tunafumilia mambo mengine. Unakuta si kwamba hatujui, mambo mengi yanaendelea yanayotuzingira. Lakini tumesiri vinywa vyetu. Maana tunajua tukigusa yule ambaye anatutafuta anataka kugusa. Tukigusa ndio mambo yaharibike, amani ikosekane. Kwa hiyo tunavumilia ile wanasema kukufa kiofisa. Unakufa kiofisa ukilinda amani, ukipigana amani isiondoke. Hata katika familia kuna wazee wanaongea na sauti ndogo. Ni kwa sababu gani? Si kwamba hawezi vita, anaweza. Lakini wanatafuta amani, nyumbani amani, mtaani amani, kanisani amani. Na maandiko inasema mtu ambaye ni wa kufuruga ni chukizo mbele za Mungu. Ukisoma Methali 6:19 ni moja wapo yale mambo Mungu amesema ni chukizo sana. Amesema chukizo, mtu wa kufuruga. Wewe usio mtu wa kufuruga. Yesu ataondoka aende. Roho wa Mungu ataondoka aende na utaachwa hapo. Kwa sababu maandiko inasema, kisoma Isaiah 9:6, Mungu wetu anaitwa Mungu wa amani, yaani mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Prince of Peace. Hiyo tukosekana amani, anaenda kabisa. Kwa hivyo saa ingine ndio maandiko inasema humble yourself and you shall be lifted. Si vita vyote ambavyo unastahili kurukia, hapana. Sio kila swali ambalo unaulizwa unastahili kujibu, hapana. Sio kila kitu kinaendelea unastahili kuparticipate, una win. Is it going to bring peace ama itaenda kuleta ufurugano? Ikiwa haina amani ndani yako, unaachana nayo. Nasema heri nijifungia ndani katika eneo la amani. Heri nisiende huko niwe na amani. Heri nisimuongeleshe. Saa ingine unaweza kukosa kuongelesha mtu kwa sababu unajua kile anatafuta tu kwa sana. Nipa anainuka, anakata kasemi ya shaka na anajua tu anafanya makosa. Anataka msimame hapo mwanzo kuongea juu ya mpaka. Si mwachie tu. Mwachie ni mbele, akichoka ataacha. Sema sawa. Kwa sababu anatafuta nini? Anatafuta furugano. Na wewe hauko kwa hiyo. Maandiko yanasema tafuta amani na watu wote. Na Mungu yule ambaye unafuata ni Mungu wa amani. Prince of Peace. Na ukifanya namna hiyo, yeye mwenyewe atakupigania vita na ushindi utapatikana. Jambo la pili ambalo limetajwa ni shield of faith. Ni shield of faith, ni ngao ya imani. Imani ni muhimu. Imani ndio ina move things in the spiritual realm. Bila imani hauwezi kupendeza Mungu. Ndivyo Waebrania 11:6 inasema. Lazima kila wakati uishi kwa imani.
Maandiko yanasema wale wanaomwendea Mungu lazima wamwendee kwa imani, kwa sababu ni Mungu anapatikana kwa imani. Mambo yake ni ya imani. Yaani hivi tunasimama hivi, tunajua mahali tumesimama haiwezi kuzama. Mungu aliumba nchi kavu. Tunajua Yesu atakuja na tutaenda mbinguni na yeye. Hiyo tunajua kwa imani. Tunajua Yesu uko hapa kwa imani. Sura yake hauioni. Na wakati nilikuwa naiona hapa, sijui kama bado iko, ikiwa nimeketi pale. Sasa uione. Sine sana umuone, lakini unajua hapo yuko kwa imani. Haleluya. Na ukikosa hiyo imani, sasa unakosa yeye. Na ukikosa yeye, hauwezi kujua hata kama kuna Mungu anaweza kupigania vita. Kila wakati unatumia nguvu zako. Kuna wapendwa wanajua kutumia nguvu zao. Hata wachungaji wanatumia nguvu kufanya mambo yatendeke. Wengine hata wanakusukuma kabisa kuombea, wanakubaga chini, wanatoa pesa. Haleluya. Wengine wanakupiga vita physical. Kuna mchungaji mmoja rafiki yetu, tulishangaa sana usikia amepigana ndani ya basi ya kutoka Shanzu. Hiyo sitawahi sahau hiyo kisa. Nikashangaa. Wachungaji kumbe wanaenda physical. Amenyorosha jamaa. Sijui jamaa alicheza na mtu. Amenyorosha kwa basi na mchungaji. Cheza. Kuna watu ndani ukikosa kiasi unaweza kufanya mambo ukashangaa. Unakosa. Lakini mambo yetu hatufanyi hivyo. Ndio maandiko yanasema silaha zetu si nyama na damu, bali ni uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa sababu hatupigani na vitu physical. Kwa hivyo wewe ukiona mtu anataka vita, wewe jua si yeye, na pepo ndani yake. Pepo. Kemea hiyo pepo. Sasa hizo ndio vita zetu. Kemea hiyo pepo atoke. Akitoka wewe utakuwa ni wa kawaida. Utakuwa ni mtu mzuri. Kwa sababu gani? Vita vyetu si nyama na damu. Kwa hivyo usianze kuona kama utaweza kupigana vita ati pepo saa ingine mpaka atendwe na nguvu. Nani anakuambia? Hakuna. Imani kwa kwamba Yesu anaweza na ataweza. Jambo la sita, katani ni silaha ya wokovu. Je, umeokoka? Wewe mwenyewe umeokoka. Hiyo yenyewe ni silaha. Wokovu ni silaha. Wale wanaomjua Mungu wao watatenda mambo makuu. Wanaomjua wale ndio na Mungu wao watatenda mambo makuu. Yaani wanaoishi na Mungu wao, Mungu ako pamoja na wao. Silaha ya wokovu ni lazima. Kuna watu walikuwa wanaitwa watoto wa Skeva ambao walikuwa hawajaokoka na wanatoa mapepo. Siku moja wakameokoa na mapepo. Akaulizwa, wewe kwanza ni nani? Wanaitwa walikuwa hawajaokoka. Na wakachapwa, wakafukuzwa, wakanunuliwa nguo na mapepo. Kwa sababu walikuwa wanapigana vita wakiwa wana silaha na wokovu. Wokovu ni muhimu. Na unaona mahali umewekwa namba 5. Hapa namba 5. Kwa sababu unakuwa expected ukuwe nao hiyo silaha. Ndani mambo inaenda na umuhimu wake. Ukweli Mungu mwenyewe, kweli ndio unaanza. Silaha ya sita ni sword of the spirit, which is the word of God. Unaona sasa inaenda ikiteremka, uzito ukiteremka, kwa sababu ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu unastahili kuwa na neno la Mungu ndani yako. Neno litakutetea. Neno la Mungu litakutetea. Na ukisoma maandiko, Yesu alikuwa akijaribiwa kule jangwani, alitumia neno. Akasema imeandikwa. Hiyo tu peke yake itakusaidia. Imeandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Unakataa kwenda kuiba na kufanya mambo ya udanganyifu kwa sababu wewe ni mwenye haki. Natumia neno. Wewe ni mwenye haki, utaishi kwa imani. Uwe chakula, uwe kuna chakula, bado utaishi. You know your God is your provider.
unajua ndani neno liko kinywani mwako, na likiwa kinywani mwako litakutetea na litetee wengine. Ukisoma kitabu ya Malaki kitabu cha 2 kinazungumza, kinasema mtu wa Mungu akosi kuwa na neno ndani ya kinywa chake ya kuelekeza wale wengine. Unastahili kuwa na neno la Mungu, na hii ni kitu ya kusoma na kuomba kila wakati na kutafuta kujua maandiko, kwa sababu yatakutetea. Ukisoma Ufunuo inasema watu walijitetea na ushuhuda wa kinywa chao na neno la Mungu. Unaweza kujitetea na hiyo na ukampinga shetani na ukamshinda vita. Haleluya! Unaweza kujitetea na unastahili kuwa na hiyo na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Jambo la saba ni maombi. Wewe ambao hauombi, unakosa silaha ya vita. Maombi ni silaha. Na ndio maandiko inasema tuombe kila wakati. Ukisoma first book of Thessalonians chapter 5 verse 17 inasema tuombe kila wakati without ceasing. Na wakati ambapo tunaomba mpaka tunaomba na ndimi, unakuta kwamba Mungu mwenyewe anatupigania na Mungu mwenyewe anatusaidia. Jambo la 8 na la mwisho ambao ni muhimu katika hizi silaha ni kuwa watchful, yaani mwangalifu. Wewe kuwa mwangalifu. Ukijiachilia shetani atapata nafasi. Ni kuwa mwangalifu, kuhakikisha kwamba hakuna mlango mwenyewe umefungua katika maisha yako. Hiyo ni kwa mwangalifu. Being alert in the spirit, being watchful. Yaani unaangalia tu hivi, mambo mengine si ya kuelezwa, unayaona na unayajua. Haleluya! Hiyo ndio maana kwa watchful. Usijitumbukize. Yaani unajua shetani alikuwa anamwambia Yesu jirushe. Sasa Yesu anaona hapa ni mbali. Anasema alikuwa amewekwa kule juu. Na ukiruka hapo, sasa ukikubaliana na hiyo majaribu ya shetani, utavunjika nguvu. Na akasema maandiko yanasema usimjaribu Mungu wako. Yaani ukiwa kama yule anaitwa Batman. Ama anaitwa nani yule alikuwa tunamuona kwa television anaruka hivi. Alikuwa anaitwa nani? Ama mko ishi wakati huo. Alikuwa anaitwa Batman ama ni nani? Spider-Man. Spider-Man. Kuna kijana wa jirani yangu aliona hiyo kwa Spider-Man hiyo. Na akajirusha kwenye nyumba. Juu, akapanda juu. Zile nyumba za flat, akapanda juu. Na akawa Spider. Alivunjika mguu. Ndio kwa hapo alikuwa amevunjika mguu. Maisha si habari na Spider-Man. Be watchful. Usifungue mlango wa shetani useme hii hata shetani hakuna kitu anaweza kufanya, nitaingia kwa hii matundu ya simba. Hata ndani ndiye aliingia wewe. Si utakuwa chakula. Utamezwa utakuwa chakula. Mungu atadhibiwi, lakini hali zikitokea kwa bahati mbaya hapo akutetee na kulinde. Ndio maandiko yanasema be watchful. Kuwa mwangalifu. Mtu wa kiroho. Maandiko yanasema ukisoma kuna mstari unasema hivi. Unasema kuwa werevu kama nyoka. Ukisoma Matthew 10 verse 16. Nasema beyond I send you out a sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as a serpent. Nyoka, unaona nyoka vile kanafanyanga kitu hivi, kanaangalia hivi. Haoni ama jani wako blind. Hawaoni. Ndio unaona tunatulia, tunafunga moyo na tunashika na tunaenda tunamgonga. Hadi kuangalia tu hivi. Lakini ni mwerevu. Na maandiko inasema kuwe werevu. To be watchful. Atukule chakula na mchana unasema hakuna kitu anaweza nifanya. Atakufanya. Labda naye kitanda kimoja atakufanya. Sina mchana.
Si mchawi na unaenda kulala na yeye. Kwa hiyo kuna siku moja tukiwa Nakuru tulikuwa nakaa nyumba hii na mwingine anakaa nyumba nyingine kwa hapo kando. Na huyo ambaye alikuwa kwa hiyo nyumba nyingine, mke wake akawa anafanya kazi sehemu nyingine inaitwa Joro. Na siku moja mwanamke akaja pale mzuri anatafuta kazi. Kwa yule mwekundu wale wana rangi hiyo ya wekundu anataka kazi ya maid. Si akamwajiri mwanaume, akaajiri maid. Kesho yake maid niliona mwanamke, manake tulikuwa tunatoka hata kwa geti moja. Nikaona mwanamke amesimama hapo kwa geti yake anafanya hivi. Nikasema huyo ni nani? Huyo sijamuona. Jioni nikija report alisafisha nyumba. Alipojea huyo mzee akaenda kazini na akakuja alikuja na kina nani na sisi kwa makazini, nyumba ikafagiliwa. Kaenda. Kwa sababu gani? Kama ingekuwa ni mke wake, angeandika huyo mama msichana, angeangalia kama mke anasema hii macho ya huyu hii ni mkono. Lakini mwanaume ana hiyo kisani. Siende kuandika kufanya kazi ambayo si yeye. Haleluya. Sasa akaja akazualiwa vitu. Sasa nikaitwa huko, nikaenda hata kuomba kwa hiyo nyumba. Kaenda kwa wakanzo, sio kama mama nilikuwa peke yangu. Nikaenda nikawatia moyo na nikaambiwa hata hakuwa na neno. Nikaambiwa hata alikuja kulala, kuna msichana mwingine alikuwa mdogo. Nikamuuliza yeye alilala naye huyo maid, huyo aliba. Nikamuuliza, wewe ndio unalala na mwizi? Akasema hapana, siko nalala na mwizi. Sasa anajitetea kabisa, sorry, si ulilala na huyo ambaye alikuja akaiba. Haleluya. Kwa sababu gani? Ukiwa huko watchful utalala na mwizi. Adui atakuja tu alale wewe hapo na utajua vitu vikikusanya vikienda. Ndio maana tunasema be watchful. Kila kitu usiachilie mambo hivi kienyeji. Omba Roho wa Mungu akuonyeshe ni huyo mtu akoaje. Huyo mtu ni nini ambayo inaendelea. Sikiliza in the spiritual realm. Sikia ni kitu gani ambacho kinaendelea. Haleluya. Na ukivaa hizi silaha, kuna mambo matatu ambayo nataka nizungumze, ambayo ukivaa hizi silaha utayaona yakitenda kazi juu ya maisha yako. Mambo matatu nataka nizungumzie tukienda kumaliza. Jambo la kwanza liko katika Isaia 54 mstari wa 17. Jambo la kwanza, maandiko yanasema hivi katika Isaia 54 mstari wa 17, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Ukiwa wewe mwenyewe umevaa hizi silaha, watu wataenda pale nje, hivyo na uwezi jua, lakini kuna watu already wanaandaa your downfall. Kuna watu ambao wanapanga mahali utafika katika maisha yako. Kuna maadui ambao kila wakati wanapanga, na mipango yao mingi haifaulu, haiwezi faulu kwa sababu umevaa silaha. Pia umevaa silaha. Andiko linasema no weapon. Hakuna silaha ambayo itatengenezwa kinyume na wewe ifaulu. Haitawahi faulu. Kwa sababu hii ni heritage, yani ni kipawa cha watu wa Mungu, ya kwamba kuna silaha kinyume na wao itakaiweza kufaulu. Hakuna. Mungu anakujali. Na kinywa chako kinakuwa ni moto. Kinywa chako kama ukisema hivi halitafanyika, halifanyiki ng'o, kwa sababu
wanasema ni wana silaha. Ndio maandiko yanasema katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 28, we shall declare a thing and it will come to pass. Yaani unasema mtu wa Mungu akipota kidole hiki akikwambia hiyo njia, uachane nayo. Naona mahali unaenda kujitumbukiza, achana nayo. Ashadiklia. Na wewe unaweza kusimama na ukaongea na adui, ukamwambia ya kwamba hivi na hivi ndivyo mambo itakuwa. Kama vile Mungu aishi yake. Kama vile Mungu aishi yake ilipofanyika. Na ilipofanyika kwa sababu kinywa chako kiko na mafuta, kiko na uwezo, kiko na nguvu. Kila kinywa kimefunguliwa kinyume nasi, tunakikemea. Na inakuwa hivyo. Tuko na kinywa ya kukemea na tuko na kinywa ya kubariki. Kutamkia baraka zinakuwa. Haleluya. Kwa sababu ya kwamba maneno yetu si maneno, ni maneno ya Mungu yanatoka ndani yetu. Na Mungu alisema ni roho na ni Mungu mwenyewe. Kisoma John chapter 1. Kwa hivyo lazima yafanye kazi. Lazima yafanye kazi. Kitabu cha Isaia 55 mstari wa 10 na 11 inasema kama vile mvua inatoka mbinguni inamwagika na kuotesha mbele, ndivyo neno la Mungu litakuwa. Halitatoka bure. Halitatoka. Limetoka kwa mtumishi wa Mungu, na wewe ni mtumishi wa Mungu. Litafanya kazi. Kwa hiyo hakuna silaha yoyote ikainuliwa kinyume na wewe uweze kufaulu ikiwa umejihami vizuri. Kwa hivyo una haja ya kutafuta akipanga niliweka wale. Kuna wachungaji wanataka kutembea na bunduki, ani waruhusiwa wapi. Sasa bunduki unabeba nini? Sio baya tu silaha hizi. Sio baya. Kwa hizo silaha. Si vita vya nyama na damu. Hadi kama nikuja hapa uone hapa umekula. Useme bishop anabeba nini leo nani kwa kumbe niko na kabisu hapa. Kabisu ndio kupiga nani? Nikikatumia sitaua mtu. Na kweli nitaenda mbinguni. Hata nikimuumiza niparuza tu sikio na panga. Sasa nitakuwa nimefanya kazi gani mimi? Pita wale. Ametoa kabla tu hata bishop ametoa hiyo mchoro wake. Tumeona tu sikio chini. Simtanishangaa. Useme kumbe huyo mtu tumekuwa naye karibu hivi ndio unaona anakuwa atakambali. Ni hatari. Serious huyo mtu ni hatari. Asikio imeokota, asikio kidogo imeokota. Na alikuwa analeta kichwa akipasua. Haleluya. Mungu anatupigania vita. Hata uwezi jua zile vita zinaendelea katika maisha yako. Uwezi jua, Mungu ndiye anajua. Hivi saa hii anaweza kuwa hata hapo umeketi anakupigania. Malaika wana exchange. Seriously. Wana exchange. Kupigania vita. Kwa sababu gani? Hakuna silaha yote inaandaliwa kinyume na wewe. Ukiwa umejihami vizuri, huna haja ya kuogopa usiku achiwa atakuja. Waende wapi? Wapitie wapi? Watumie silaha gani kinyume na maisha yako? Haiwezekani. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili ambalo linatendeka, Mungu wetu anachukua vita vyetu anapigana mwenyewe. Mungu wetu anachukua vita vyetu anapigana mwenyewe. Kisoma katika 2 Chronicles kisoma tu kuanzia mstari wa 17 kiendelea. Tutaona vile ambavyo Mungu alipigania Jehoshaphat na jeshi la Israeli. Jeshi tatu zilikuwa zimekusanyika, za Moab na za Amon na Mount Seir. Yaani kinyume na mtumishi wa Mungu Jehoshaphat na jeshi na wana wa Israeli. Na maandiko yanasema ya kwamba walipoomba wakamwambia Bwana, vita hivi Bwana lazima ututetee. Maana hatuviwezi. Mungu alisema wacha hizi vita ni vyangu. Hizi vita ni vyangu. Hizi vita ni vyangu.
Maandiko yanasema walienda kabla hata jeshi la Israeli haijafika. Kabla jeshi la Israeli haijafika, aliwaelekeza vile wataenda. Wakiwa tu juu, hali Mungu alikuwa amewaelekeza, wakaona watu wameuana, wakamalizana. Jeshi ya Amon na jeshi ya Moabu wakainuka, wakapiga wale wa mlimani, wakawamaliza. Na walipowamaliza wakarudi wakapigana wao wenyewe, wakauana, hakuna mtu alisurvive. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati wale wa Israeli walifika hapo, wale watu walikuwa ni kama sands wengi. Walichukua siku 3 hivi wakikusanya tu watu wa masaa, mikufu na vitu vya thamani. Wakibeba siku 3 wakibeba, kwa sababu ya Mungu wao anawapigania vita. Mungu wao anawapigania vita. Ukiwa umevaa hizi silaha, Mungu anainuka kwa niaba yako, anainuka na anakupigania vita, na hizo vita anakupigania lazima ushindi upatikane, kwa sababu yeye hajaipoteza vita vyovyote. Na alikuwa anawajua mahali wako, alikuwa anajua kila kitu. Mungu alikuwa anajua hivi ulivyo hapa. Mungu anajua maadui zako, sifikiria wajui, anawajua mahali wako, na anajua ile jambo ambao wanajaribu kufanya kinyume na wewe. Si kwamba hajui, anajua maadui wa hii kanisa, na wanawajua, si kwamba wajui, anawajua. Wale wanaoinua vita anajua kila kitu, na wakati ambapo ananyosha mkono wake, maadui wanaangamia. Ndio sasa hiyo nashangaa, mbona hao tulikuwa nao walienda wapi? Anajua maadui wako. Kiona mtu ametolewa mara moja katika maisha yako, sasa hivi unasema nilifanya nini, mbona nilipoteza rafiki muhimu? Sijali. Mungu anajua maadui wako. Nasema Waswahili, kinachokukula wewe kiko kwani mwako. Si sawa? Kwa hivyo akienda wewe, achana naye aende. Omba Mungu akupatie rafiki mwingine. Anajua maadui wako mahali walipo, anajua mipango yako, lakini kwa yote Mungu anakushindania vita, kwa sababu ni Mungu wa vita. Jambo la tatu na la mwisho. La mwisho inatoka katika John chapter 4 verse 20. Inasema, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in the spirit and the truth, for the Father is seeking such to worship him. Kuna watu Mungu anatafuta awapiganie vita, watu wamevaa silaha. Wewe unatafuta Mungu sasa akulinde. Sio unatafuta Mungu akulishe. Sio unatafuta Mungu akupatie kibali. Yeye mwenyewe anakutafuta akupiganie vita. Anakutafuta akupatie kibali. Naona msichana kama Maria, mama yake Yesu, alitafutwa katikati ya wasichana. Akiwa katikati ya wasichana, akapata kibali cha kubeba mimba ya Mwokozi wa maisha yetu. Alikuwa amebeba ulimwengu kwa miezi 9. Kibali. Yule mama anaitwa Esther, alikuwa ni mgeni katika nchi ambao walikuwa wanaishi wakiwa mateka. Esther akachaguliwa. Si kwamba naamini Esther kwa mrembo sana, lakini Mungu alikuwa na wewe. Hata kama uso wako, mdomo wako unafika hapa, Mungu atakurembesha. Watu wakasema, kwanza hiyo mdomo tu anamdaia mtu anapenda. Hallelujah. She is very beautiful. Na mdomo umefika hapa. Kwa hivyo nasikia. Hallelujah. Kwa sababu gani? Mungu atakupendekeza, unapendeza. Atakupendekeza. Na ni kibali, Mungu anakupatia kibali. Anasababisha macho ya watu kwa kuwa na wewe tofauti. Na ndivyo Esther alichaguliwa. Akawekwa katika ufalme, mtu ambaye ni wa mbali, wa nchi nyingine, na akapata kibali kwa mfalme na watu wa nchi hiyo, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na yeye. Kwa hiyo Mungu anatafuta watu ambao wamevaa silaha. Anauliza, ni nani ambaye amevaa silaha zote? Ni nani anatafuta? Ni nani ambaye
amevaa silaha zote. Akiangalia anakuta huyo amevaa, lakini amevaa saba tu. Amevaa saba. Hana uvumilivu. Silaha ya uvumilivu hana, ni mtu wa kuiba. Anaangalia anakuta huyu naye anakaa kama hapo sawa. Anakuta kuna silaha iko hata ombi, hata huyo ombi. Si mwombaji huyu. Yeye atatuuza, hana stamina ya kuendelea kwa sababu ya ombi. Maandiko yanasema tuvae silaha zote za Mungu. Hana silaha zote za Mungu. Na wewe jiombee kila siku jiombee, Bwana uwezeshe kila siku kuvaa silaha. Kila siku ukiamka asubuhi ukijiombea, mwambie Bwana, nataka moyo wangu Bwana uwe na ukweli na kinywa changu kusiongee udanganyifu. Mwambie Bwana, mwambie niondolee kila udanganyifu ulio ndani yangu. Niondolee kila kukosa imani ndani yangu. Omba Mungu na ueleze moyo wako, mwambie moyo wako, wewe Mungu hapo ndani, simama kidete. Usipigezeke. Simama kidete. Na ukiwa utashinda hizi silaha, utavaa hizi silaha zote za wokovu, the full armor of God. Una haja ya kufadhaika, utafadhaishwa na nini? Maandiko yanasema katika Mathayo 6, kusoma 6, maandiko yanahimiza, yanasema tusifadhaike na chochote. Na katika mstari wa 33 hiyo Mathayo 6 inasema tutafute Mungu kwanza na yale mengine yote yaongezeke. Wewe una bidii sana kutafuta chakula. Chakula si ya kutafuta, ni ya kuongezewa. Ni ya kuongezewa. Si uvae tu silaha uone chakula kikiwa hakitapungua hapo nyumbani kwako. Wewe umevaa silaha zote. Huyo anaitwa Elijah, alikuwa anakaa kwa mto, analishwa na ndege au makunguru, na bila wanajua ile wanapenda kula. Wanakula kwa uchafu. Wanakula kila kitu makunguru, lakini walikuwa wanamletea nyama. Kunguru ufike mahali uletoe nyama na kunguru, uko mbali sana. Umepata kibali cha ajabu katika maisha yako. Na Mungu anasema ya kwamba yeye atakuongezea kila kitu unataka. Na umesoma maandiko inasema katika Zaburi 103 mstari wa 5 ya kwamba yeye anakushibisha na vitu vizuri. Si chakula tu ati makabeji na vitu zingine kuna hizi makrimu. Nyama bwana. Kuku. Vitu vizuri, chakula gani ya kufurahia. Wale wanapenda kula kuchipo. Chipo hakitapungua. Ni swa hapo nyumbani. Haleluya. Unashibishwa na Mungu na vitu vizuri. Anashibisha na vitu vizuri. Na si chakula peke yake. Ukisoma James chapter 1 verse 17, maandiko yanasema vitu vyema vinatoka juu. Vinatoka kila kitu ambacho unahitaji. Mambo mema, vitu vyema. Magari ya kupendeza, vitu ya ndani, kila kitu kizuri zinatoka kwa Bwana, kwa majeshi. Kwa Bwana majeshi. Mungu wetu. Basi nataka nikwambie wewe basi ng'ang'ania basi. Unaweza kuwa hata silaha nyingi umeshavaa, lakini kuna 2-3 ambazo bado haujavaa. Vaa hizo silaha. Na maana kutembea na hizo silaha ndani yako. Weka ukweli ndani ya moyo wako. Weka ukweli. Jaribu kabisa ung'ang'ane kuvaa silaha zote za Mungu. Andiko inasema ni silaha za Mungu. Haleluya. Na ukivaa maisha yako utaona. Watu walikuwa wanauliza alifanya nini? Huyu Bwana ni nini anamfanyia Mungu? Ni nini anamfanyia Mungu? Mungu Bwana anambariki left and right. Ni nini anamfanyia Mungu kwa hii amani? Ni nini anamfanyia Mungu kuishi maisha na familia yake? Ni nini ambao amemfanyia Mungu? Haleluya. Ni kibali cha Mungu. Anatafuta wale wamevaa silaha zote. Wapiganie vita. Hawape upendeleo, hawape amani, hawape furaha, hawape uzima wa milele. Atembee na wao kwa ushindi kila siku. Hivyo tu. Na wewe
unajua kila silaha, zile silaha ambao unaivaa vizuri, wewe unajua, si kwamba unajua, si mesali, unajua, si uvae, si ufue hiyo kitu ambacho kinakupatia udanganyifu, si achana na hiyo kitu ambacho kinakusababisha makosa imani, si uondoe na ukaribishe silaha hizi ambazo zile unakosa, au mwachie Mungu. Unatembea na upole na unyonge, watu wanasema huyu mbona hata kama ajibu. Si habari na kujibu, na kukutana na kusudi ya Mungu. Andiko ikizungumza juu ya Yesu, alisema alipelekwa akiwa ananyamaza kama kondoo ambaye anapelekwa kichinjioni. Alikuwa anaweza kuitisha majeshi ya mbinguni, alikuwa na uwezo wa kujipigania, lakini alikuwa na kusudi. Wewe si ukue mpole, ukue mtu ambaye ni mnyofu, ukue ni mtu ambaye anatafuta amani na watu, uwe mtu mjinga, lakini ujue mahali unaenda. Alikuwa analenga, wewe lenga mahali. Mwachie Bwana vita vyako, mwachie, anajua, mwachie. Acha kupita hivyo ukiita watu wachawi. Achana na uchawi wao, Mungu anawashughulikia. Wewe tafuta kuisha maisha ambayo yako hapa. Basi na zote amwachie Bwana. Haleluya. Mwachie Bwana. Unashangaa vile utakuwa unaruka mito au kuna maji mengi na kuna kuzama. Nashangaa vile utakuwa unapitia katikati yao bila shida, kwa sababu Bwana anatafuta watu kama hao, atakuwa na wewe. Amen. Haleluya. Najua kuna wengi hapa already Mungu ashazungumza na wewe. Already unajua ya kwamba una silaha haujaivaa. Unajua hivyo. Unajua mwenyewe. Una silaha ambao haujavaa, unataka kuivaa. Leo tutaombeana leo. Tutangoja next week ama wiki hii. Tutakuombea. Haleluya. Wewe weke hiyo moyoni mwako. Hiyo silaha ambayo unaona hujaivaa, iombee. Ukiweka mafuta wewe claim. Mwambie Bwana, hapa ndio kuna shida. Hii silaha atanivaa. Hii silaha. Zingine unaona mahali tumeanzia uko na neno la Mungu already ndani yako. Wewe ni mtu ambaye uko na silaha ya uvumilivu ndani yako. Lakini hapo mwanzo hapo ndio kuna shida. Hapo kwa utakatifu, hapo kwa ukweli, na pale kwa amani. Unataka nimweke ujezo chini ujue mimi na mwanaume. Shazi watu wakiongea hivi, nimweke na akiondoka kabisa, hadi unamweka chini. Kwani ile karatasi unaweka chini, uonyeshe kwamba wewe ni mwanaume. Ujui kwamba mimi ni mwanaume. Wewe hujasikia vile nilikuwa nafanya kabla asijaokoka. Wale watu nimemoa mema. Unatisha kabisa bwana. Leo utarudi hapo. Ukianza kufikiria hivi, usharudi hapo. Hiyo silaha. Haleluya. Haleluya. Na watu ambao wataanguka huwa tunajua. Ukiona mtu anaanza kurudia ile historia yake bila alikuwa analewa, bila alikuwa anaiba, bila alikuwa anafanya, ndio ashakamata. Tarudi huko. Mambo ya kale yamepita. Sasa ni mapya. Ishi kwa upya. Tembea kwa ukweli. Tembea ukitegemea ikiwa Mungu anaweza. Ishi maisha ya imani. Wewe ni mwenye haki. Usihangaike, usifadhaike, usianze kuongea unyonge na kuongea mambo. Watu uniona kama mimi niko sawa sana. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu sio mimi mambo mingi. Unyonge nimekataa jina la Yesu. Kuongea negative things nimekataa katika jina la Yesu. Nimekataa kudanganya katika jina la Yesu. Kuna mambo nimejiwekea mimi mwenyewe. Achana na habari na kuwa nimeokoka, achana kwamba mimi ni mchungaji. Mimi mwenyewe values
nimeweka katika maisha yangu na nikaziandika na nikamwambia Roho Mtakatifu saidi hapa. Hii ni maagano. Hii ni maagano yangu na wewe. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa agano. Ukija mke wangu alikuwa ananieleza, na mchungaji mmoja tulionana naye juzi, ila alikuwa anafundisha kwa wasichana wadogo. Anafundisha juu ya Mungu wa maagano. Wewe ndio unajiamulia Mungu akimbilia leo amua. Kukuombea leo amua. Useme hii silaha. Sitawaiweka chini, nitatembea nayo, nitalala nayo, nitaamka nayo, na nitaishi nayo. Kama ninararuka na rukia ndani yangu, tembea nayo. Haleluya. Na ukitembea hivi, hizo silaha sio zitakupigania. Zitakupatia na kibali na neema ya Mungu, utakuwa ni sehemu ya maisha yako. Mambo mengi tunang'ang'ania na maombi mengi tunaomba, hata inisaidie kwa sababu ina vitu kuongezeka. Haleluya. Ile maombi tunastahili kuweka mbele hizi silaha. Haleluya. Hizi silaha. Ukiamka ombea tu hii silaha. Jiombee hizi silaha ziwe na silaha. Utashangaa. Haleluya. Utashangaa vile Bwana